kusaidia kumleta mzee Lowassa Chadema ni kazi ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwa desturi wanasiasa huwa hawaelewani mpaka wapate mtu wa kuwamediate au kuwaleta pamoja, kwa sababu wanasiasa wanaweza wageukana muda wote. Kwa sababu hiyo mimi nilisimama pale, sio kwa sababu ni bora kuliko wengine, lakini kwa sababu nilikuwa mtu sahihi kwa wakati ule kuwaleta pamoja hawa wanasiasa wawili na wengine, ili kusudi tukomboe taifa letu kama ambavyo ilikuwa kiu ya Dr. Slaa. Kwa hiyo nikawakutanisha pamoja. Ilianza na Dr. Slaa mwenyewe mpaka ikafika sasa Dr. Slaa mwenyewe akaniita twende tukamwone mwenyekiti. Tukaonana mwenyekiti, kukawa na maongezi ya muda mrefu, sio siku moja, siku mbili tatu, hapana, muda mrefu. Baadaye wakakubaliana vizuri, ikaenda vizuri sana mpaka siku ilipofika, ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 7, siku ambayo Mheshimiwa Lowassa alikuwa anaingia Chadema. Kulikuwa na mkutano uliofanyika pale Bahari Beach. Kwa hiyo usiku ule Mheshimiwa Lowassa akawa anakuja kuingia Chadema kwa maana ya kuonana na kamati kuu ya Chadema. Na nilisema mimi, kwa sababu mimi nina mediate, niko katikati, ni vizuri niwepo ili nihakikishe Mheshimiwa Edward Lowassa ameshaingia Chadema kwa usahihi, hajaonewa na hajamuonea Dr. Slaa. Kwa nataka niseme kwamba tulikwenda mpaka kwenye kamati kuu ya Chadema. Nataka niongee kwenye platform ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu wanasiasa wanaweza kudanganya, lakini mimi nilikwenda mpaka nikawaomba watu wa Chadema. Mimi si mmoja wa kamati kuu ya Chadema, na waomba mniruhusu niingie kamati kuu ili nihakikishe Mheshimiwa Edward Lowassa amefika salama. Na hili jambo ni la kawaida. Mtu anaweza kusema ulikuwa mchungaji, ulifanyaje hivyo? Sikiliza nikwambie, siku zote wanaogombea uraisi, siasa, vyeo, nafasi, power, ukurugenzi, wanaanzia kwa waganga wa kienyeji. Wanazindikwa, wanachanjwa chale, wanapewa ya ajabu. Ni jambo zuri kama mtu wa Mungu ameanzia kwenye nyumba za ibada. Hii ni jambo zuri sana. Na mtu hatakiwi aone jambo hili ni baya, ni zuri kuliko yote. Badala ya kuanzia kwa waganga wa kienyeji, ameanzia kwenye nyumba ya ibada. Ndiyo maana baraka zinamfuata kila mahali anapokwenda. Kwa hiyo siku hiyo, usiku ule, Mheshimiwa Edward Lowassa sasa akaingia kwenye kamati kuu, na mimi nilikuwemo ndani ya kamati kuu kuhakikisha amefika salama. Na alipokelewa pale nje na Dr. Willibrod Slaa na Mheshimiwa Profesa Balegu na mwenyekiti wa chama na watu wengine. Dr. Slaa alimpokea, kaingia mpaka ndani ya kamati kuu. Mimi nilikuwepo ndani ya kamati kuu ya Chadema, nilikuwepo. Mzee Lowassa akaongea, akawahutubia, wote wakasimama kwa pamoja, wakapiga makofi, wakakubali, wakampokea. Mkutano ukamalizia kama usiku saa 6 hivi. Basi nikafurahi, mimi nimeimaliza kazi ya kuwa mpatanishi wa watu ambao kwa nature ya kawaida wasingeelewana. Basi saa 6 usiku tarehe 26, Mzee Lowassa akarudi nyumbani kwake na Dr. Slaa akarudi nyumbani kwake, na mimi nikarudi nyumbani kwangu. Ilipofika saa 7:19 usiku ule ule, mimi nikapokea message. Kumbuka nimekwambia Dr. Slaa nimemwekea walinzi, kwa hiyo walinzi wangu wako kwake wakati ule. Nikapokea message kutoka kwa walinzi, baba, Mheshimiwa Dr. Willibrod Slaa alipofika nyumbani sasa hivi limetokea jambo la ajabu. Nikamwambia jambo gani? Jambo la ajabu. Mlinzi anaripoti. Na kwa sababu mimi sitaki kumsemea uongo Dr. Willibrod Slaa, nimemleta yule mlinzi wa zamu aliyekuwepo siku hiyo aseme ni nini kilitokea Dr. Willibrod Slaa alipoingia siku hiyo jioni. Koloneli, hebu naomba kimbia haraka. Nimemleta huyu mlinzi.
ikumbukwe hawa watu bado wanalinda mpaka sasa hivi. Mlinzi wa zamu leo kwa Dr. Slaa nyumbani kwake anaitwa Emmanuel, yupo mpaka sasa hivi. Kwa ufupi utuelezee nini kilitokea Dr. Slaa aliporudi kwenye mkutano wa Chadema usiku ule. Inatosha hii. Nashukuru baba askofu, asante sana. Kitu gani kilitokea tarehe 26 baada ya Dr. Slaa kutoka kwenye kamati kuu ya chama cha Chadema? Mimi ndiye nilikuwa mlinzi pale nyumbani wa zamu siku hiyo. Ilipofika saa 6 kama na dakika 20 nikapigiwa simu na bodyguard wa Dr. Slaa wa chama kwamba tumemwacha dokta hapa sehemu fulani pale Boko, ukifika ndio chama, kwa sababu imekuwa usiku sana na tukija huko wote mnafahamu mahali anapokaa Dr. Slaa kule Mbweni, mida ya usiku kama hile usafiri unakuwa ni taabu. Kwa hiyo aliamua kumwacha pale Dr. Slaa, akaamua kuendesha mwenyewe gari kuja nyumbani. Kwa akaniambia kwamba atakapofika unipe taarifa kwamba ameshafika salama. Ilipofika saa 6:30 Dr. Slaa akawa amefika nyumbani kwake, nikamfungulia geti, nikafunga geti, nikaenda kumpokea vizuri. Baba pole sana, akasema asante. Akawa na briefcase ambayo huwa anaweka laptop yake, nikampokea. Nilivyompokea ile briefcase tukamwambia, akaniuliza milango ya ndani iko wazi? Nikamwambia saizi ni usiku, itakuwa amefunga tayari mama. Akasema basi twende. Tulipofika mlango, ile nyumba yake ina milango miwili, ina mlango wa kuingilia moja kwa moja kwenda sebuleni, ina mlango wa mwingine ambao inaingia unapitia jikoni. Lakini mara nyingi kwa sababu sisi tuko pale nyumbani, kama yupo mgeni yoyote watu tunatumia mlango wa jikoni kwenda ndani. Na mimi na wenzangu mara zote tumeishi pale kama familia. Watu wengi walipokuwa nakuja pale hawawezi kuamini kama sisi ni walinzi, walikuwa wanaamini kama sisi ni familia moja. Mimi nilipofika nikamwacha pale mlangoni dokta, nikaenda kumwamsha mama. Niende upande wa chumba anachokaa upande wa dirisha, nikamuita mama. Mama akaitika, nikaona mzee anaomba umfungulie mlango. Akamwambia okay nakuja. Nikarudi pale alipo dokta. Niliporudi pale mama akawa amekuja kufungua mlango. Akafungua mlango, ile nyumba ina milango, unajua milango siku hizi kuna mlango wa kwanza kuna mlango mwingine tunaita geti. Akafungua mlango wa kwanza. Sasa alipofungua ule sauti kaa inatoka, akaambia dokta rudi ulikotoka. Sasa mimi nikawa nashangaa, rudi ulikotoka huko anaendelea kufungua milango, kuna nini? Kwa sababu ilikuwa taya kibarazi ilikuwa imezima, ilikuwa giza. Kule ndani nilikuwa namuona yeye lakini sioni kitu gani ambacho anacho. Akafungua ule mlango, alipomalizia geti akatoka na sanduku la nguo, akalitupa, akaambia sanduku lako ili hapa, ondoka nyumbani kwangu, rudi ulikotoka. Dokta akawa amejitetea, akamshika geti lile ili asiweze kufunga mlango le mama. Yule mama akaambia nakwambia achia geti, ondoka mara moja. Dokta akawa anajitetea, hebu nisubiri basi nikueleza. Akaambia sitaki kusikia maelezo yako, rudi ulikotoka mara moja. Achia mlango. Dokta akaachia mlango. Mama akafunga mlango. Dokta akarudi mara ya pili aushikilie mlango. Mama akafunga mlango, akaingia ndani. Kile kitendo mimi nilihuzunika sana. Sana. Nilihuzunika kuliko mnavyofikiri. Nikamwambia mzee, sasa tufanyeje? Akasema basi twende kalale kwenye gari. Basi tukarudi kwenye gari. Ile begi la nguo mimi sikuligusa, nikaliacha pale pale. Nikamrudisha mzee hadi kwenye gari. Mzee akaenda kwenye gari kulala. Lakini mimi ile hali nilisononeka sana. Nilisononeka kumuona kama Dr. Slaa alivyokuwa na heshima huko nje ya wananchi, kitendo kinachofanywa nyumbani na mke wake kilisonesha sana. Nikajaribu kumtumia message yule mama, mama naomba umfungulie baba, please naomba umfungulie baba. Yule mama hakunielewa. Ilipofika saa 7 nikafikiri kapana, ili jambo limekaa kifamilia pia, hebu nimwambie babako wa kiroho ambaye ni Askofu Gwajima. Nikaandika message nikamtumia askofu. Nilipomtumia askofu sikupata jibu usiku ule. Tuliendelea kulinda usiku zamu hadi asubuhi saa 1 kulipokucha. Nikaenda dirishani tena kwa mama, mama naomba umfungulie baba. Akatoka akaja kumfungulia. Nikamfuata dokta, geti liko wazi, naomba uingie ndani. Dokta akatoka. Nikalifikisha sebuleni, mimi nikarudi nje.
sikujua kinachoendelea huko ndani. Baada ya nusu saa akatokea mama, akaniita, "Corneli, na kuomba njoo." Nikamwambia hao nakuja. Tukakaa naye pamoja, akamwambia nimempa baba yako, na ina maana dokta, masharti la kwanza nimemwambia hivi, kama atarudi Chadema nyumbani kwangu simtaki. Narudia tena, nimempa masharti mawili, kama atarudi Dr. Slaa ataenda Chadema nyumbani kwangu simtaki. La pili, kama Edward Lowassa atajiunga na Chadema, nimemwambia andike barua ya kuacha wanachama ndani ya Chadema. Kwa maneno yale, na mimi ninavyomjua yule mama na yule dokta pale nyumbani, nikasema tumempoteza mzee. Kabisa, nikasema mzee tumempoteza. Nikasema haya masharti kwa mzee yanatekelezeka. Basi baada kama dakika 2 kasoro, kwa sababu alikuwa amewaagiza wale dereva na bodyguard wake waje mchukue, maana siku ya tarehe 27 ndio siku ambayo Chadema walitakiwa waende wakakutane na washirika wa Ukawa ili sasa kuwaeleza habari ya Lowassa kuja kwenye chama chao. Kwa hiyo yeye ilibidi awepo, na yeye ndio akawaagiza wale waje wamchukue ili waende akaendelee na kazi yake ya kichama. Lakini walipofika wa dereva na bodyguard wake, mimi sikuweza kuambia kwa sababu nikajua hili jambo limekaa kifamilia, nisije nikawaambia hao wakaenda kalisambaza likamletea sifa mbaya Dr. Slaa. Zaidi nikajua kwa sababu babake leo wa Josephine nimemwambia haina tabu. Kwa muda mchache akanipigia simu askofu, "Mama yupo hapo nyumbani?" Nikamwambia yupo. "Baba?" Akamwambia yupo. Akamwambia sawa, nakuja. Baada hapo kidogo dokta akatoka, akawa amefungua dirisha kidogo, akamwambia dereva wake anaitwa Juma, "Juma, naomba utaondoka hapa na mama na gari langu hilo la chama kwenda kwenye shughuli zake, na wewe bodyguard urudi nyumbani, leo siendi kazini. Kumbuka nilimwambia yale masharti yatatekelezeka." Baada hapo akawa ameondoka dereva na yule mama. Walipoondoka kama dakika 10, baba akawa anafika, baba Josephat Gwajima akawa amefika pale. Nikamfungulia geti. Nilipofungulia geti nikamwambia, "Mheshimiwa Dokta, askofu yupo hapo nje." Akaambia basi mkaribishe. Askofu alikaingia ndani, wakaongea huko ndani, sijui walichokiongea. Baadaye baada ya saa moja askofu akatoka nje, nikamfungulia mimi na, kwa sababu babake leo wa Josephine nimemwambia haina tabu. Kwa muda mchache akanipigia simu askofu, "Mama yupo hapo nyumbani?" Nikamwambia yupo. "Baba?" Akamwambia yupo. Akamwambia sawa, nakuja. Baada hapo kidogo dokta akatoka, akawa amefungua dirisha kidogo, akamwambia dereva wake anaitwa Juma, "Juma, naomba utaondoka hapa na mama na gari langu hilo la chama kwenda kwenye shughuli zake, na wewe bodyguard urudi nyumbani, leo siendi kazini. Kumbuka nilimwambia yale masharti yatatekelezeka." Baada hapo akawa ameondoka dereva na yule mama. Walipoondoka kama dakika 10, baba akawa anafika, baba Josephat Gwajima akawa amefika pale. Nikamfungulia geti. Nilipofungulia geti nikamwambia, "Mheshimiwa Dokta, askofu yupo hapo nje." Akaambia basi mkaribishe. Askofu alikaingia ndani, wakaongea huko ndani, sijui walichokiongea. Baadaye baada ya saa moja askofu akatoka nje, nikamfungulia mimi naishi hapa. Asante baba. Mambo ya mshenga hayo. Kwa hiyo umesikia Dr. Slaa anatoka kwenye mkutano mkuu wa Chadema, mke wake akafungua mlango akatupa mafurushi nje, "Rudi ulikotoka." Kwa nini? Hataki kuacha first lady. Sasa mimi asubuhi nikafika, nilipopigiwa simu na tumiwa message, nikafika asubuhi nikamkuta Dr. Slaa amenyong'onyea sana. Kaingia ndani, sikumwambia Dr. Slaa kwamba nimeambiwa na walinzi amelala ndani ya gari. Nikafika akanikaribisha, nikampa pole, akaonekana amechoka sana, mchovu sana. Nikamwambia pole baba, akasema nashukuru. Nikamwambia jana usiku nilitumiwa message na mtu usiku kama saa 7. Nikamwonyesha ile namba, "Hii namba ya kwako?" Akasema baba, hii namba ya kwangu.
Jana nilikutumia message saa 7, anatumia maneno haya, nilikuwa nimelala ndani ya gari, binti yako amenifungia ndani ya gari, amekataa. Nikakutumia message kwamba nimejitoa kwenye siasa kuanzia leo kwa sababu familia yangu inavunjika. Nataka niwaonyeshe message aliyonitumia Dr. Slaa usiku wa saa 7. Ndiyo mambo ya mshenga hayo. Message yenyewe ni hii hapa. Kwa wanahabari, unaweza kuiona hii message, ukaiona na namba, na sasa hivi ukajaribu namba hii kweli au ni namba fake. Dr. Wilbrod Slaa akanitumia message, utaiona hiyo saa 7:19 usiku. Kama haionekani vizuri, basi waandishi wa habari wawili watatu unaweza ukasogea karibu, au isogeze karibu hapa. Jaribu kusogea tu. Mkae hapa hapo waandishi wa habari. Sogea tu mwenyewe hapa. Naomba hapa. Baadaye wataona time. Naomba kwa ajili ya kuokoa muda, hiyo namba kama unaweza ichukue, ijaribu jeni ya Dr. Wilbrod Slaa. Tena ijaribu kabla wale nyoka walio mahali hapa wajabadilisha. Kwa sababu kuna watu wako hapa lengo lao wakabadilisha, lakini ijaribu one ni ya Dr. Wilbrod Slaa. Na nataka Wilbrod Slaa kama nakana atoke hapa aseme sio message yangu. Halafu aone mambo ya mshenga atakavyoendelea. Kwa hiyo akaniambia, nikamekutumia message kwamba mke wangu amekataa. Kwa hiyo nataka kukuonyesha kwamba sio Dr. Wilbrod Slaa unayemuona. Ndio maana Watanzania wote nikiwemo na mimi mnashangaa sana kwamba Dr. Wilbrod Slaa tunayemjua mpigania haki anaweza kufanya vitu hivi anavyofanya. Watu wote wanashangaa. Ni mama hataki. Sasa nisonge mbele tena kidogo na kuonyesha tu kwamba ni uongo. Ni muongo Dr. Slaa kusema amehama Chadema kwa sababu ya ufisadi wa Lowassa. No. Ni uongo. Uongo. Unajua Dr. Wilbrod Slaa alikuwa padiri, sasa uzoefu wa ndoa hana. Afadhali sisi wachungaji angalau tunaoa, unaweza kujua namna ya kumanage ndoa yako. Kwa hiyo mimi Wilbrod Slaa nikaongea na yeye, akaniambia baba, nikamwona amechoka sana. Nilikuwa naelewa sasa mama kakataa. Nikamtia moyo, nikamwambia usiogope, kampa maneno ya matumaini. Nikamwambia nitamtafuta mkeo niongee naye. Mke wake alikuwa ameshaondoka ndani ya nyumba. Nikamtafuta mke wake kwa bidii sana, nikampata. Nikamwambia
tukutane Shekhaina Garden hapo Mbezi Beach. Kuna garden moja wanachoma samaki, tukutane hapo. Kwa hiyo huyu mama akakubali, tukakutana hapo mimi na yeye jioni saa 12. Nikaanza mimi sasa kumbembeleza, tafadhali naomba mama, mruhusu huyu mtu aendelee, naomba. Na maongezi haya yote nimeyarekodi nayo, nimerekodi nayo. Dr. Slaa anajua, kama yupo ananiona, anajua mimi ni mtu wa kurekodi kila kitu. Nimerekodi na haya nayo. Kwa hiyo kama atabisha, nitakupa kwenye WhatsApp ili aende vizuri pamoja nao. Utayaona hayo. Mimi namuomba mama, mruhusu mumeo aendelee, mama mruhusu mumeo aendelee. Mama yule amegoma, amekataa. Amekataa kwa nini? Ananiambia, bwana, mimi haiwezekani. Mimi nilikuwa nimeandaa vitu vyangu, vitu vya biashara, nimeshawaambia watu kwamba mimi nitakuwa first lady. Sasa nimeanza biashara Malaysia, sasa ni watu, mimi kabisa sitakubali hata iweje. Nikaona jambo gumu, nikakaa na yule mama, nikamnunulia na soda pale, akanywa, baadaye nikamruhusu aende nyumbani. Siku iliyokuwa inafuata nikaona sijachoka. Siku iliyokuwa inafuata ilikuwa sasa tarehe 28. Tarehe 28 nikamuita tena huyo mama, tukiwa watu wawili pale Tegeta Kibo Complex. Nikiwa najaribu Dr. Slaa ataharibikiwa, atakapoacha kwenda Chadema ataharibikiwa. Nikamuita yule mama pale Kibo Complex, tukakaa ndani ya gari yake, nilikuwa mimi na mtu mwingine. Tukaanza kumuomba tena, tukamuomba tena. Hapo nilikuwa najua tatizo litatokea, nilikuwa na rekodi tena. Tukamuomba huyu mama mwenzangu, sasa alikuwa na huruma zaidi, mama naomba tusaidie. Ile siku hiyo ya tarehe 28 ilikuwa ndio siku ambayo Mheshimiwa Lowassa alikuwa anapewa kadi ya Chadema hapo Bahari Beach. Tumemuomba yule mama kuanzia saa 6 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Mama amesema mimi sikubali, staki. Alafu yule mama akamwambia mwenzangu, wewe umesahau hata kwenye jambo fulani, wanafahamiana muda mrefu, hata kwenye jambo fulani dokta mlipotaka kumuomba paka mliniomba mimi kwanza. Yule mwenzangu akasema nakumbuka. Nikajua tayari huyu mama alishajenga msingi mbaya. Na waonyesha hiyo sio kwamba mumuone Dr. Slaa mbaya, nataka nimuonyeshe kwamba Dr. Slaa ametekwa, mwenye nguvu ametekwa. Huo ni uhakika kabisa. Hii itakusaidia kujibu maswali kwamba kwa nini mtu maarufu kama huyo, mwenye nguvu kama huyo, ana behave kama anavyo behave. Kuna nini pale? Sio yeye. Baadaye tukamuomba pale, ilipo saa 8 mchana akatuambia nimekubali kumruhusu Dr. Slaa aingie, arudi kazini. Kumbuka wakati ule Mheshimiwa Lowassa saa 9 ndiye alikuwa anapewa kadi. Kale kama mama akasema nimekubali, lakini sharti moja, ule mkutano wa leo wa Mheshimiwa Edward Lowassa kuingia Chadema na kupewa kadi ufutwe. Ukifutwa mimi nitaruhusu. Nikasema mimi, kabla mwenzangu hajajibu, nikamwambia jambo hilo halipo leo, halipo kesho, halipo kesho kutwa, halipo milele. Kwa nini nilisema hivyo ndugu zangu? Najua harakati za ukombozi wa nchi zimeanza muda mrefu. Mtu mmoja tu hawezi kuziangamiza. Kwa yule mama akachanganyikiwa tena, akaondoka, akaenda zake. Kwa hiyo watu wengi mbalimbali sasa wakawa wanatumwa kwenda kumbembeleza yule mama. Kati ya watu waliotumwa ni wataji watu very credible. Kati ya watu, mtu mmoja wapo ambao na yeye akaamua kumbembeleza, Mzee Ndesambulo. Mzee Ndesambulo akatumwa na chama ashughulike naye kumtafuta yule mama. Lakini Mzee Ndesambulo akashindwa kumpata yule mama. Hawezi kumpata kabisa. Kumbe yule mama anaongeaga kwa karibu na mchungaji mmoja wapo. Basi Mzee Ndesambulo akamtafuta yule mchungaji, kumwambia tunaomba wewe tuunganishe na mama Josephine tumbembeleze. Mchungaji yule akamchukua Mzee Ndesambulo, wakaanza kumbembeleza Josephine kwenye simu. Kwa dakika tu tatu tu, mchungaji yule naye yuko hapa, naye aseme kwa dakika 3 tu, aseme
Dakika 3 mchungaji Max, hebu njoo. Dakika 3 tu. Na kweli kama alivyosema Askofu Joseph Gwajima, kama ilifika mahali sasa chama kikaacha majukumu yote ya kutafuta namna ya kumpata Dr. Slaa chini ya mzee Ndesambulo, na akajua kumpata yule mama sio rahisi. Akimpigia simu anamjibu vibaya, dokta akiongea naye hawezi kurudi ofisini. Sasa akienda kuongea na Dr. mzee Ndesambulo, mama ananipigia simu mimi, ananiambia hawa Chadema wanacheza, mpaka waongee na mimi kwanza. Sasa mzee alipogundua kwamba kumbe mchezo mpaka nipitie huku, akajua kumbe nguvu ni kwa mama, akanitafuta mimi. Na mimi mzee Ndesambulo sana pia na mimi pia napenda mabadiliko. Nikasema nataka nimpigie simu umsikie mwenyewe madai yake ni nini. Nikampigia simu. Nilipompigia simu actually akaanza kuongea vitu vingi sana ambavyo siwezi kuongea hapa kwa sababu ya muda, lakini moja wapo ya vitu hivyo ni kwamba alisema kwamba hao Chadema waongo, wanafiki, kwa nini wametufanya hivi, sisi tumekosa uraisi? Basi mimi nikaweka loudspeaker, akasikia mpaka Ndesambulo akasikia kwamba anachotafuta hiki kimsingi dokta hawatampata, ndio hivyo ameacha siasa na hata rudi tena. Kama anataka kuona mimi waweke ahadi vizuri. Sasa ilikuwa jambo gumu kidogo la ahadi hiyo, lakini Ndesambulo alivyosikia hivyo akaniambia, sasa hebu endelea kufuatilia, sasa tuone tunamsaidiaje ili tumpate. Ile ahadi haikutimia. Iliposhotimia ahadi hiyo, mama akaniambia kwamba basi kuanzia hapo basi siasa imeisha hapo. Sasa mimi nilikuwa na wasiliana naye mpaka juzi, nilikuwa na wasiliana yeye, lakini maongezi yake yote kwa ujumla anasema kwamba kwa nini sisi tumeachwa kuwania urais. Na anasema yeye mwenyewe kwamba mimi nilikuwa nimejipanga kuwa first lady, na mimi Tanzania ndio mimi. Mimi ndio kila kitu Tanzania hapa. Jambo hili linanikera sana mimi, kwa sababu najua nchi hii ina watu wengi na nchi ni ya kidemokrasia. Kwa mwanamke kama yule mimi ninavyomfahamu anaongea vile, nikajua hata dokta hawezi kuchomoka hapa. Na kwa kweli siku hiyo hiyo akampigia dokta, na bahati nzuri nikamrekodi. Akaanza kuongea kwenye simu kupitia simu ya mke wake, akanipa mimi, nikaanza kuongea. Akaongea mengi sana. Moja hapo ya mambo yasema Josephine amenifungia Serena hoteli. Juzi tu hapa, hawezi kutoka nje. Sasa dokta analifahamu hilo kwamba Josephine ni kila kitu, lakini hawezi kusema mbele ya umma wa watu. Anatafuta sababu yote ya kusema mbele za umma wa watu, lakini ukweli mimi naufahamu, issue iko kwa mke wake, na mke wake ambao ni magumu sana. Dokta tumeshampoteza. Asanteni. Haikuishia hapo. Kama mnavyojua, mkutano mkuu wa Chadema ulitakiwa ufanyike haraka. Mimi kwa sababu nilikuwa najua, nikawa na wasiwasi, mkutano mkuu wa Chadema ukifanyika Dr. Slaa hayupo, mama huyu ameshikilia, itakuwaje? Wakati huo sitaki kuambia watu, kwa sababu sitaki kumvunjia Dr. Slaa heshima. Nikaamua kumuomba mtu mwingine ambaye ni rafiki yangu, ambaye anapenda mabadiliko na anampenda Mungu. Na yeye akasema, baba askofu, na mimi nitajaribu tumuombee huyu mama, niongee naye. Ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 8 jioni saa 12:30 Mhashamu baba askofu Zakari Kakobe akaamua na yeye kumpigia simu Josephine. Josephine akatai, hakupigiwa simu na Mhashamu baba askofu mkuu Zakari Kakobe. Akampigia
akamuomba na yeye, kamuomba na amekataa. Mimi ndio first lady, mimi ndio first lady. Kwa hiyo mazungumzo yote ya simu kama nilivyosema yamerekodiwa. Sasa nilikuwa najaribu kuonyesha kwamba dokta ni muongo, kwa sababu sio ujio wa Lowassa uliomhamisha Chadema, no. Lakini sasa, zamani dokta alikuwa rafiki yangu kwa sababu alikuwa mkweli, nilimpenda kwa sababu ya ukweli. Kitu gani kimemfanya dokta akawa muongo? Nataka niataje matukio kadha wa kadha ambayo yatakupa mawazo. Sitakonkludi, sitahitimisha, lakini kila mwenye akili timamu asomae na afahamu. Niasome matukio kadha wa kadha ambayo yamepelekea dokta kumfanya kuwa alivyo. Tukio la kwanza, aliniambia dokta mwenyewe kama anamsingizia atoke aseme namsingizia. Alisema alikuwa na safari ya kwenda Bukoba. Alipokuwa na safari ya kwenda Bukoba akatokea Morogoro, alikuwa na dereva wake wanaendesha gari. Anasema walipokuwa wanaendesha wakafika mahali fulani, walikuwa wawili tu. Dokta anasema kwamba gari ikazunguka kupata ajali, gari ikaanguka, ikaviringika mara mbili mara tatu, ikaenda kugonga kwenye gema, ikapinduka, ikageuka, gari ikaenda kusimama tena. Bahati nzuri iliposimama, ikasimama kwenye mwelekeo wa kwenda wanakokwenda. Lakini dokta akasema alishangaa sana kwa sababu gari iliposimama, dereva wake wala hakujiuliza kutoka chini kuiangalia gari ni ajali. Dereva wake akaendelea na mwendo. Ilikuwa ni usiku. Dokta anasema dereva wangu akaendesha gari, mimi nashangaa. Gari imegeuka mara 4 mara 5, imeanguka, imeharibika. Dereva anaendesha tu. Anasema gari ikafika Shinyanga. Ilipofika Shinyanga, Dr. Slaa anasema, nikamuuliza dereva wangu, kwa nini wewe gari imeanguka halafu hata ushuki chini kuangalia imeumia sehemu gani? Dr. Slaa ananiambia, dereva akamjibu, gari imeanguka wapi? Gari haijaanguka. Tangu tutoke Morogoro tuko salama, haijaanguka. Akamwambia, huoni imebondeka? Akamwambia, toka nje uone kama imebondeka. Dr. Slaa anasema mwenyewe, nilipotoka nje gari haijabondeka wala hakuna kitu, gari iko sawa. Anasema yeye mwenyewe Dr. Slaa, nikashangaa nini kimetokea. Nataka kukupa mawazo, ama ni kulogwa, ama ni mauzauza, ama ni mashetani. Nataka kukuonyesha kuna jambo lilimtokea Dr. Slaa ambalo unaweza kuliunganisha na hili. Jambo la pili, siku moja mimi nilikuwa Korea ya Kusini. Dr. Slaa akanipigia simu, baba askofu, naomba unisaidie, mke wangu amedondoka, amezimia kabisa, kupumua na pumua kwa mbali sana, nisaidie. Nikamwambia ni nini? Nikaomba kwenye simu nikiwa Korea ya Kusini, Dr. Slaa nisikie pale ulipo. Nikaomba kwenye simu, mke wake akaanza kupiga kelele, mashetani. Nilipoyatoa yale mashetani akasimama mke wake. Dr. Slaa akaniambia, baba, sijawahi kuona kitu kama hiki. Lakini mimi nikawa naunganisha tu mambo, ile gari kudondoka na mashetani ndani ya huyu mama. Tukio la tatu, mara nyingine mke wangu alikuwa anasafiri kwenda London. Tukio la kushangaza likatokea. Mimi na mke wangu tukaongea kama mtu na mke wake, kesho nenda London, usimwage mtu yoyote wala usiwaage watoto. Usimwage mtu yoyote wala mtoto. Mimi tu na yeye ndio tunajua. Nikaendesha gari asubuhi na msindikiza mke wangu kwenda airport. Tunajua ni siri yetu, siri ya mume na mke. Cha kushangaza, tukamkuta mke wa Dr. Wilbrod Slaa airport. Anasema kwamba nimekuja kusindikiza mama. Umeambiwa na nani? Nimejisikia tu. Haya nayo kwambia muulize, nataka atoke nje aseme tu kwamba nakataa. Mimi nayaongea juu, lakini kuna mambo mengine alifanyika pale, naogopa kumwaibisha. Lakini kama kija na nani, nitatoka na mimi kwa namna nyingine sasa, lakini najaribu kufunika. Mimi sifurahi. Lakini nataka kufafanua. Kwa hiyo huyu mama tulipomkuta pale, nikamsindikiza mke wangu akaingia ndani.
Alipocheki ni mke wangu, huyu mama sasa natoka. Hapo airport akadondoka chini akaanza kurusha miguu. Nilikuwa na kijana mmoja dereva anaitwa Athman. Kwa ajili ya muda wangu ningemleta naye hapa aseme. Tukambeba kumuingiza ndani ya gari, analia, nakufa. Jamani. Kilikuwa nini utajaza wewe mwenyewe kwa sababu wewe ni mtu mzima. Lakini basically mashetani tena yakaanza kuzungumza tena, anaongea yeye lakini sio yeye. Tukio la tatu. Tukio la nne. Siku moja katokea tena, akadondoka tena mahala pengine, nilikuwa mbali. Dr. Slaa akanipigia, baba amedondoka leo, hata mapigo ya moyo hayapo. Pastor mmoja anaitwa Pastor John Kiliba, nikamtuma nenda pale. Akaenda pale akamuombea, kapiga kelele hiyo kama kawaida yake, akaamka tena. Sasa matukio haya ni ya kimashetani. Unganisha doti. Mwanamke ambaye yuko na hali hii sasa ndiye anayemuongoza mume wake. Kama ingetokea kuingia ikuru pangekalika. Sikiliza vizuri. Mwanamke ambaye anamwambia mumewe hutoki ndani. Unajua, nilipenda Dr. Slaa awe rais kama Mungu angemsaidia, lakini kumbe kuna mambo mengine Mungu mwenyewe anaingilia kati kabisa bila wewe kujua. Anaanza kuwaza, hivi kweli huyu mama mwenye kumwambia mumewe hutoki ndani, usiende huku, angekuwa rais, alafu njiani mkakorofishana naye mahali, unanyongwa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo Dr. Slaa si yeye, kuna tatizo linatokea. Na matukio mengine ya uongo. Dr. Slaa alipokuwa anaongea Serena Hotel, akasema hivi. Akasema kwamba, bwana, kwenye mkutano wa Chadema watu waliletwa na maloli. Mlimsikia waandishi wa habari, waliletwa na maloli, waliletwa na mabasi. Nataka mnisikie wote mliokwenda kwenye mkutano wa Chadema wenyewe, muone mlipelekwa na maloli au na mabasi. Halafu jibu lenu liwe Dr. Slaa ni mkweli au ni muongo. Sasa ikiwa ndio hivyo, huyu mtu anayesema uongo wa mchana hivi, anasema sasa kwamba Gwajima aliniambia maaskofu wa kanisa Katoliki wamepewa hela. Kanisa Katoliki ni kanisa credible kuliko makanisa mengi duniani. Kanisa Katoliki ndiyo mama mlezi wa imani zote za Kikristo duniani. Kanisa Katoliki limekuwepo hapa kabla ya uhuru, na maaskofu wa kanisa Katoliki wana credibility. Kitu gani kinamfanya Dr. Slaa azushe maaskofu wa kanisa Katoliki na askofu Gwajima na maaskofu wa kanisa KKT? Kitu gani kinamfanya aseme hivyo? Nini? Lengo la kwanza ni kuwaondolea credibility maaskofu, ili kwamba hawa maaskofu wasiaminike na waumini wao. Sasa maaskofu wasioaminika na waumini wao, anawaondolea credibility. Lakini kumbuka Dr. Slaa wamemsomesha, mababa askofu wa kanisa Katoliki wamemsomesha. Yeye alikuwa padiri, si askofu, ni padiri, na yeye amewahi kuwa katibu wa baraza la maaskofu, wamemsomesha. Leo maaskofu 30 wa kanisa Katoliki anawasingizia kwa kusema walikuwa wamepewa rushwa na Mheshimiwa Edward Lowassa, anawasingizia. Sasa kwa mtu ambaye unamjua Dr. Slaa kama mkweli, unaweza kuamini ni kweli, lakini nimekuonyesha mazingira ya kitu gani kinamfanya Dr. Slaa anapenda kuisema kweli, lakini hawezi kuisema kweli kwa sasa. Dr. Slaa wa leo sio Dr. Slaa wa mwaka mmoja uliopita. We are talking about a different story. Tunaongea habari za watu wawili tofauti. Kwa hiyo lengo lake ni kuondolea credibility hawa maaskofu, ili waonekane kwamba hawafai, ili waonekane kwamba sio wazuri, ili waonekane kwamba hiyo ndio lengo. Lakini mwambie jambo moja. Maaskofu hawa ambao Dr. Slaa anawatukana, Serena pala alisema kwamba Gwajima alisema maaskofu wa kanisa la KKT ni wa Lowassa tayari, maaskofu wa Katoliki wamepewa fedha. Kwa hiyo anawatukana maaskofu wa Protestant, anawatukana maaskofu wa Katoliki,
na sisi wa Pentecost anatutukana. Nani aliyemtuma Dr. Slaa kutukana maaskofu? Ni nani aliyemtuma kutukana maaskofu? Maneno haya Dr. Slaa aliyasema alipokuwa anahojiwa na TBC. Akaulizwa, tunasikia kwamba wewe unalindwa na usalama wa taifa. Dr. Slaa akasema, kweli nakubali nalindwa na usalama wa taifa. Watu wa usalama wa taifa mliopo hapa, pay attention. Sasa hebu waza, watu wa usalama wa taifa wanamlinda Dr. Slaa, wanambeba kwenda Serena, anatukana maaskofu wa Protestant, anatukana maaskofu wa kanisa Katoliki, anatukana maaskofu wa Pentekoste. Watu wa usalama wa taifa wanambeba kwenda Azam, anatukana maaskofu, kwenda Star TV anatukana maaskofu, kwenda TBC anatukana maaskofu. Unaweza kujiuliza hivi, maaskofu hawa hawaruhusiwi kujihusisha na dini, lakini askofu kama askofu ni mpiga kula. Je, utakapofika wakati wa kupiga kula, huyu askofu naye mtukana akupigie kula wewe? Atakupigia kula wewe? It is a simple reasoning kwamba kuna mtu aliye nyuma anayemtuma kawatukane hawa. Na muuliza yule anayemtuma, Dr. Slaa, maaskofu hawa wanaotukanwa wakiamua kupiga kura na waumini wao wanaosikia baba askofu 30 wa kanisa Katoliki wanatukanwa, baba askofu wa Protestanti wanatukanwa, baba askofu wa Pentekoste wanatukanwa, waumini wao watampa kula huyu aliyewatuma wamtukane? Mimi naomba watafakari sana kwa namna ya upya. Strategy hiyo imeshashindwa, tafuta strategy nyingine. Hii imeshindikana. Na kama nilivyosema, hiyo ndio ilikuwa bunduki ya mwisho, ilikuwa risasi ya mwisho ndani ya bunduki yao. Na bahati mbaya kuna silaha moja inaitwa rocket launcher, ambayo ukitaka kuipiga unabeba begani. Ukishuti inapeleka mbele, alafu nyuma inatema moto. Sasa ile silaha walioitumia imepeleka mbele, alafu ikamkosa mtu mbele, nyuma ikatema moto, ikawaunguza wao vibaya sana. Sasa mimi nasema, mababa askofu wa kanisa Katoliki hawakupewa rushwa, wala KKT hawakupewa rushwa, wala mimi sijapewa rushwa. Akasema, unajua kuna wakati Bishop Gwajima alikuwa kwenye ndege, wanazua kwenye ndege na Lowassa. Mimi binafsi nina ndege ya kwangu, na hakuna sheria inayonizuia kubeba mtu ndani ya ndege. Naweza kubeba mwandishi wa habari, naweza kubeba rafiki anytime. Hakuna sheria inayonizuia. Kwa hiyo nataka niwaonye watu wa usalama, na waonya kama askofu. Usalama maana yake ni usalama wa nchi, sio usalama wa group la watu wachache, na sio usalama wa CCM. Usalama ni usalama wa nchi, si usalama wa CCM. Ni aibu, niliona kwenye gazeti la Mtanzania, sijui kama sisemi kuhusu ukweli wake, lakini ndicho nilichoona. Wameonyeshwa hapa usalama, wanamtoa silaha hapa na hapa. Kwenye gazeti imeonyeshwa hivyo, nasema nilichokiona. Kama hivyo ni aibu, kwa sababu huyu mnamuongoza, huyu mnamuongoza, huyu mnamuongoza, huyu mnamuongoza, huyu mnamuongoza akatukane maaskofu. Maana yake mnatafasiriwa nyie ndio mnatukana maaskofu. Na kama nyie mnatukana maaskofu, maana yake yule mnayetaka ashinde na yeye atahesabiwa anatukana maaskofu. Mnamharibia yule anayetakiwa kushinda. Ninawaonya watu wa usalama wa taifa, mnamharibia Magufuli. Mnamharibia. Na waonya tena watu wa usalama wa taifa, mnamharibia Magufuli. Mwacheni Magufuli aendelee na kampeni zake za amani. Kama akichaguliwa kuwa rais ni rais, akiwa Lowassa ni rais. Usalama wa taifa mkae katikati, msubiri wawili wapigane masumbwi, atakayeshinda mnaungana naye. Hiyo ndiyo maana ya usalama wa taifa. Usalama wa taifa sio kumbeba mtu mmoja na kumuona askofu Gwajima kwa sababu ameitwa mshenga unamrundikia makesi kila mara. Kesi ya umeme, kesi ya hivi, kesi ya hivi, kesi ya hivi, kesi ya kwenda kule. Unamrundikia kesi. Nasema siku nitakaporudi hapa kumjibu Dr. Slaa kama atakuwa amenisemesha, nitasema Dr. Slaa alipokwenda Afrika ya Kusini alikutana na watu 4 wa usalama wa taifa kule. Mambo waliofanya na mizigo
iliyopatikana na kule ilikohifadhiwa. Narudia, I am a man of my own words. Nina imani kwamba a warrior on the Galaxy earth is the one who dies for what he believes. Shujaa yeyote duniani ni yule anaweza kufa kwa kile anachokiamini. Nilikuwa ICU kwa sababu nilisimamia kile nilichokiamini. Sasa mtakapomuongoza tena watu wa usalama huyo mtu wenu atukane maaskofu wa kanisa Katoliki, atukane maaskofu wa Kiprotestanti, atukane maaskofu wa Pentekoste, atukane maimamu, atukane mashehe, nitatoka tena mimi, nitawalipua bomu na moshi utatoka, macho yenu hamtafungua tena. I say you will not open your eyes. Nimalizie uadilifu wa Dr. Slaa. Nimebakiza dakika chache hivi. Dr. Slaa kwenye maneno yake alikuwa anasema baba askofu lazima mtubu. Alipokuwa anaongea na Star Television, baba askofu lazima mtubu, eti kwamba sisi maaskofu tutubu. Dr. Slaa yeye ni mwadilifu kuliko sisi, tutubu sisi. Mimi najaribu kujiuliza, yani Dr. Slaa yeye ni mtakatifu kuliko sisi maaskofu tutubu? Dr. Slaa, jiulize utakatifu wako. Ulikuwa askofu wa kanisa Katoliki, ulikuwa padri wa kanisa Katoliki, padri, ukaacha wito. Kuacha wito peke yake tu ni tatizo tayari. Kuacha wito tu unatakiwa utubu. Zaidi ya kuacha wito, ukaoa. Na sasa nitakapokuja tena kama akiongea, nitaleta watoto aliwazaa tarehe ngapi na uhusiano wake na kuacha upadili. Sitaleta leo, lakini nasubiri atoke aseme, atoke kwenye pango aseme, namsubiri. Ukaacha upadili ukaoa. Sikulaumu kwa kuoa, kwa sababu ukakaa na mke na watoto, ukaamua kuwaacha. Wametoka wenyewe, Rose Kamili mke wake ametoka mwenyewe na watoto. Jamani, hebu jaribu kujiuliza, wanangu mimi wanatoka hadharani kwenye television wanasema baba ametutelekeza, wanao wa kuzaa. Haitoshi, akawaacha, akaenda kuoa tena mke wa mtu mwingine tena. Halafu anaambia maaskofu watubu. Ni kosa hilo Dr. Slaa. Anaambia maaskofu tubuni. Dr. Kamil, Mama Kamil akaenda kuweka injunction mahakamani kwamba ndoa hiyo haiwezi kufungwa. Kwa hiyo mpaka walipo Josephine na Dr. Slaa, ndoa yao ni haipo ndoa. Hebu waza sasa, mtu ambaye hujaoana naye, hamjafunga ndoa, ana uwezo wa kukuzuia usiingie Chadema. Mkifunga ndoa itakuwaje? Kifunga ndoa itakuwaje? Anakuzuia bila ndoa, anakumudu yani, anakuenea yani. Anakuenea yani bila ndoa. Akioa, ukimwoa ukawa na cheti cha ndoa, itakuwaje? Uongo mwingine wa Dr. Slaa. Dr. Slaa alisema kwenye mikutano kwamba Liziwani mtoto wa Kikwete anauza madawa ya kulevya. Dr. Slaa alisema. Leo Dr. Slaa aliyetuambia Liziwani mtoto wa Kikwete anauza madawa ya kulevya, leo Dr. Slaa ndio anao sasa aliyowasema wale. Anao sasa aliyowasema. Maana yake ni nini? Nataka nihitimishe. Anayemuongoza Dr. Slaa akome, na akome kabisa. Watu wa usalama, kazi yenu ni kulinda nchi ikae kwa amani, sio kusababisha machafuko. Kama mkamruhusu Dr. Slaa atoke msikiti, atukane shehe, atukane askofu wa Kipentekoste, atukane askofu wa kanisa Roman Katoliki, atukane askofu wa Protestanti yeyote, mababa askofu na waomba nyie mnyamaze. Mimi nitakaa naye na nitaongea naye, na msimsemeshe. Baba askofu, shehe, imamu,
relax. Si ameniita mimi mshenga, ndio ushenga wenyewe kama huu sasa. Huu ndio ushenga sasa. Nimalizie. Nini kinachosumbua? Kinachosumbua ni wakati na majira. Kinachosumbua ni wakati na majira. Miaka 560 kabla ya Kristo alitokea mtu mmoja anaitwa Buddha. Akazaliwa katika nchi ya Nepal, Asia ya Kusini. Huyo mtu akazaliwa kwenye familia maskini, akawa maarufu, akaanza kuhubiri Ubudha, akaijaza Asia yote. Leo Asia yote imekuwa ni Ubudha kwa sababu huyu mtu alikuwa ni majira yake. Majira ya mtu yakifika huwezi kushindana naye. Maana wakati wa baridi watu wanavaa makoti. Sio kwamba unavaa makoti ili iwe baridi. Unavaa koti, unajiadjust na weather. Watu wanafata majira, majira hayafati watu. Sasa yule bwana Buddha wakampinga. Leo Ubudha umeenea duniani kote. Kwa nini? Ulikuwa ni wakati wake. Sisemi Buddha alikuwa sahihi au alikuwa wrong, naongea wakati wa mtu, ukifika mtu na wakati wake. Baada ya hapo kwenye karne ya kwanza ukatokea mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo. Huyu bwana na yeye alizaliwa kwenye upinzani wa ajabu. Kwanza akiwa mtoto anatafuta uawe. Makuhani, waandishi wa sheria, waandishi wa Torati, wakuu wa makuhani wanamtafuta wamuue huyu bwana. Lakini huyu bwana yupo, yalikuwa majira yake. Ukafika wakati wakasema wamemkamata, wakampiga, wakamweka msalabani, wakamzika. Lakini kwa sababu ilikuwa majira yake, ukiizika kweli kama ni majira yake, kweli na itafufuka kama majira yake. Kwa namna yote ile, kama kuna watu wanataka kuzika kweli kwenye kizazi hiki, kweli ukiizika ina tabia ya kufufuka, na ikifufuka haiwezi kufa tena. Haitoshi. Karne ya 5 akatokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alipozaliwa alikuwa na ushawishi wa ajabu, akawa na upinzani mwingi kweli kweli. Lakini ulikuwa ni wakati kufanya hiyo kazi. Hata alipopingwa sana akaendelea. Leo Uislamu umejaa duniani kote. Yalikuwa ni majira yake na wakati wake. Na mimi sasa nasema majira haya yaangalieni ni nani mtu wa majira. Muyafate majira, msishindane na majira. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana waandishi wa habari, nawashukuru maaskofu. Nahitimisha kwa kusema Tanzania ni kubwa kuliko wa Tanzania. Watu na matukio yatapita, Tanzania itabaki. Katika kupeleka harakati hizi tuhakikishe hatuigawi Tanzania. Na nasema tena na tena, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, na